عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله tunamhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala, Allah ambaye kwamba kwa uwezo wake na kwa irada yake Mola Subhanahu wa Ta'ala kutukusanya sehemu tukufu kama hii, vile vile kutuwezesha na kutuweka pamoja na uhai na uzima baada tukiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwani imekuja hadithi Mtume alayhi salatu wasalam anasema Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine na Jumaa mpaka sala Jumaa nyingine, na vile vile sala ya faradhi mpaka kwenye sala ya faradhi nyingine Mola Subhanahu wa Ta'ala awasamehe waja wake madamu hawajamshirikisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Nasi tutarajia kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala atatusamehe madhambi zetu kuanzia Ramadhani iliyopita mpaka kufikia Ramadhani hii. Vile vile kumtakia rahma na amani kipenzi chetu, mwalimu wetu, mshufaiaji wetu Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kwani lau si yeye atungekuwa na haya ambayo kwamba tuko nayo, hatungekuwa ni wenye kupata funga ya Ramadhani kama hii lau si Mtume alayhi salatu wasalam, kwa sababu hii ni chaguo ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa ummati Muhammad. Kwani Mola Subhanahu wa Ta'ala kutuletea mwezi mtukufu wa Ramadhani na vile vile Mtume alayhi salatu wasalam kutubainishia fadhila mbalimbali na khairi nyingi zilizokuwa zinapatikana katika mwezi kama huu, ni kwa sababu ummati Muhammad umri wao waliopewa ni chache, lakini utakuta ambao kwamba wamepita kule nyuma wanakuwa na umri nyingi sana, lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa sharaf na daraja ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam akaweza kutuletea mwezi mtukufu wa Ramadhan, na ikawa mambo ambayo kwamba yanapatikana ndani yake ni makubwa. Sasa
Muislamu yoyote akikwenda kuyafanya yale ambayo kwamba yanatakikana katika mwezi kama huu, anakuwa ni sawa sawa na wale ambao kwamba wamejaliwa umri mrefu. Kwa sababu hiyo yote tumepata kwa sababu ya Mtume alayhi salatu wasalam. Ndugu katika imani, bado tuko katika funga ya Ramadhani, na vile vile bado tuko katika 10 la maghfira, 10 ambao kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala asamehe kwa wingi waja wake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa yule ambao kwamba atatambua ya kuwa Mola Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kusamehe na akamtaka msamaha Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam aliwaambia masahaba, ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum, ela siwajulishi nyinyi kwa magonjwa yenu na vile vile kwa dawa ya magonjwa kama yale. Basi Mtume alayhi salatu wasalam akawaambia, inna da'akum adh-dhunubu wa dawa'akum al-istighfar, hakika ya madhambi yenu, magonjwa yenu ni madhambi. Pale ambapo kwamba utamkosea Mola Subhanahu wa Ta'ala, hiyo ndiyo maradhi ambayo kwamba tuko nayo. Lakini kama tunavyofahamu ya kwamba kila magonjwa yana dawa yake, ndio Mtume alayhi salatu wasalam akawaambia masahaba, magonjwa yenu ni madhambi, lakini dawa ya magonjwa kama yale ni al-istighfar, kumtaka istighfari Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu hiyo, ikiwa khasa 10 kama hili ni 10 la maghfira, yatakikana kwetu sisi kuregesha tauba kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi, na Mola Subhanahu wa Ta'ala la shaka fihi kwamba atakubali zile tauba ambazo kwamba waja wake watamtaka Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndio hadithi iliyopokewa na Sayyiduna Ali karamallahu wajha ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema Mtume, maktubun hawla al-arshi qabla khalqi Adam alayhi salatu wassalam ب4,000 سنة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. Mtume alayhi salatu wasalam asema maktubun hawla al-arshi, ni yenye kuandikwa ama imeandikwa pembezoni mwa arshi ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, kabla khalqi Adam alayhi salam, kabla ya kuumbwa baba yetu Adam, ب4,000 sanati, kwa miaka 4,000 kabla ya kuumbwa baba yetu Adam, imeandikwa pembezoni mwa arshi ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan. Mola Subhanahu wa Ta'ala asema wa inni laghaffarun, na kujulisha kwamba hili ni jambo la uhakika na ni jambo la ukweli. Mola Subhanahu wa Ta'ala ameanza na harfu tawkid, wa inni, na hakika yangu mimi, la ghaffaru. Tena baada ya tawkidi kama ile, Mola Subhanahu wa Ta'ala tena akafuatisha lamul qasam, wa inni, hakika yangu mimi, la ghaffaru, wallahi ni mwenye kusamehe mno. Na hata sigha ambayo kwamba imekuja hapa ghaffar
ni kwa sigha ya mubalagha, yani kuonesha kwamba si jambo la shaka, ni jambo la uhakika kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala asamehe kwa yule ambaye kwamba atamtaka tauba Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na ikiwa tumesema ya kwamba hasa kumi kama hili ni kumi la maghfira, sasa ikiwa Mola Subhanahu wa Ta'ala asamehe mno, bila shaka yatakikana kwetu sisi kumtaka tauba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi, kwa sababu utakuwa umefanya jambo ambalo kwamba lenyewe lapatikana katika wakati kama huo. Sasa itakuwa ni rahisi kupata jambo kama lile, na jambo la kumtaka istighfar na kumtaka tauba Mola Subhanahu wa Ta'ala, hata baba yetu Adam alayhi salam, ukisoma katika Al-Qur'anul Karim, amemkosea Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hakuna binadamu asokosea. Ndio hata Mtume alayhi salatu wasalam akasema kullukum khata'una, nyote ni wenye kukosea, bimaana hakuna asokosea. Lakini Mtume alayhi salatu wasalam akaendelea maneno yake na kusema wa khairul khata'ina at-tawwabuna, bora ya wale ambao kwamba ni wenye kukosea basi ni wale ambao kwamba at-tawwabun, wale wenye kumtaka tauba Mola Subhanahu wa Ta'ala, wale ambao kwamba watatambua ya kwamba umemkosea Mola Subhanahu wa Ta'ala na kurudi nyuma na kumtaka tauba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa baba yetu Adam alayhi salam, baada ya kutiwa waswasi na sheitani, akamkosea Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ukisoma Al-Qur'anul Karim, Mola Subhanahu wa Ta'ala asema fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim, kama sijakosea. Yani baada ya baba yetu Adam alayhi salam kumkosea Mola Subhanahu wa Ta'ala, alirejea na kufahamu ya kwamba amemkosea Mola Subhanahu wa Ta'ala, lakini natija ya kwamba yeye amemtaka tauba Mola Subhanahu wa Ta'ala, fataba alayhi, Mola Subhanahu wa Ta'ala, baba yetu Adam akataka tauba juu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mola Subhanahu wa Ta'ala Tawwabur Rahim. Mola Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kukubali tauba ya mja na vile vile ni msikitikivu mno. Hii yatufahamisha ya kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala wakati wote mlango wake uko wazi. Ni wewe tu ufahamu ya kwamba nimemkosea Mola Subhanahu wa Ta'ala, basi napaswa kurejea kwake yeye na kumtaka msamaha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani kutaka istighfar kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala yatatutoa sisi katika dhiki na mambo mingi ambayo kwamba yanatukumba sisi, kwa sababu hata ukisoma ndani ya Al-Qur'anul Karim qissa ma'ruf ya Nabii Allah Yunus alayhi salam, Mola Subhanahu wa Ta'ala amempatia mtihani, ikawa mtihani kama ule akawa amemezwa na tewa. Lakini ukiangalia kwa dhahir ya jambo kama hili ni ajabu sana, mtu kumezwa na samaki ama tewa mkubwa kama yule, kisha tena akatemwa na akawa hai na akaendelea maisha yake.
Lakini ukiangalia jambo ambalo kwamba limempelekea na kumsababishia Nabii Allah Yunus alayhi salam kutoka katika tumbo la tewa ni istighfar. Maarufu ambao kwamba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ukiangalia sigha kama hili ni sifa la istighfar. Sasa kuleta istighfari kama hii ndiyo ikawa ni sababu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kumtoa katika sehemu ambayo kwamba alimweka mara ya kwanza. Na ukiangalia jambo kama hili ni la ajabu sana, lakini kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala ni jambo dogo. Sasa ukiangalia asili ni kwamba amemtaka istighfari Mola Subhanahu wa Ta'ala, lakini hivyo hivyo kitendo cha istighfar na kumtaka tauba Mola Subhanahu wa Ta'ala, hata Mtume alayhi salatu wasalam amejipamba nayo. Ndio katika hadithi Mtume alayhi salatu wasalam asema, tubu ila Allah, tubieni kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, mtake tauba kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hili ni amri ya Mtume alayhi salatu wasalam, atuamrisha sisi ya kwamba tumtake tauba Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndio akaendelea Mtume alayhi salatu wasalam akasema, fa inni atubu ilayhi fil yawmi 70 maratan wa fi riwayatin 100 marra. Kwa sababu hata mimi Mtume alayhi salatu wasalam asema namtaka tauba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa siku mara 70, na katika riwaya nyingine mara 100. Hebu tumwangalie huyu ambao kwamba amtaka tauba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa siku mara 70 au mara 100. Ni nani? Ni Mtume alayhi salatu wasalam, mtu ambao kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amempatia daraja na sharafu, na akatuthibitishia Mola Subhanahu wa Ta'ala pale alipomwambia liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Huyu Mtume alayhi salatu wasalam Mola Subhanahu wa Ta'ala amemsamehe madhambi yake yalotangulia na yatakayokuja, yani madhambi ambayo kwamba hata hakuyafikia kuyafanya. Na tufahamu ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam ni maasum, ni miongoni mwa wale ambao kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amewahifadhi, hawawezi kufanya makosa, hawawezi kufanya madhambi. Lakini Mtume alayhi salatu wasalam kwa siku anamtaka tauba Allah Subhanahu wa Ta'ala mara 70. Je, mimi na wewe ambao kwamba tumkosea Mola Subhanahu wa Ta'ala usiku na mchana, hatufanyi jambo ila ndani yake tumemkosea Mola Subhanahu wa Ta'ala, hatuongei maneno isipokuwa ndani yake panao maneno ambayo kwamba ni makosa, tatakiwa kumtaka tauba Allah Subhanahu wa Ta'ala kiasi gani? Bila shaka yatakikana kwetu sisi lailan wa naharan kumtaka tauba Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuleta istighfari kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maulama wetu wakatuwekea katika madarisi zetu hili jambo la istighfar, kwa sababu wanafahamu faida yake. Kwani Mola Subhanahu wa Ta'ala asema, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yani baada ya kutusisitiza ya kwamba tumtake istighfari Mola Subhanahu wa Ta'ala, natija ni kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala Ghaffar, ni mwenye kusamehe. Ni wewe tu ufahamu ya kwamba umemkosea Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtaka istighfar.
lakini bado natija ya kutaka istighfari, yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yani pale ambapo kwamba tutatambua ya kwamba tumemkosea Mola Subhanahu wa Ta'ala na tukamtaka istighfar, basi ndipo pale Mola Subhanahu wa Ta'ala atashusha neema yake ya mvua, na kwa yule ambao kwamba ana uwezo wa kupata mtoto akakithirisha istighfari, Mola Subhanahu wa Ta'ala akamjalia watoto. Hii ndiyo faida ya istighfar. Na ikiwa hasa kumi kama hili ni kumi la maghfira, yatakikana kwetu sisi kukithirisha kumtaka istighfari Mola Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile kutaka tauba kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndio baadhi al-hukama wakatuambia ya kwamba tu'rafu taubatu ar-rajuli bi arba'ati ashya, kwa sababu mtu aweza kutaka tauba na akasamehewa na ima asisamehewe, lakini jambo ambalo kwamba ulama wanatuambia litajulisha ya kwamba huyu mtu amemtaka tauba Mola Subhanahu wa Ta'ala ni pale ambapo kwamba itapatikana mambo manne kwake yeye. Jambo la kwanza wakatuambia ulama, an yamna'a lisanahu min al-fuduli wal-ghibati wan-namimati wal-kadhibi. Jambo la kwanza ni kwamba mtu ambao kwamba ameamua kumtaka tauba Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi auzuie ulimi wake kutokamana na maneno ya kifidhuli, maneno ambayo kwamba ni machafu. Akwende kuzuia ulimi wake kutokamana na maneno ya kifidhuli. Vile vile walkadhibi, akwende kuzuia ulimi wake kutokamana na kunena urongo. Wanamimati, na vile vile aweze kuzuia ulimi wake kutokamana na kutongolezesha ama kuweza kufitinisha, auzuie ulimi wake. Na vile vile walghibati, aweze kuepusha ama kuzuia ulimi wake kutokamana na kusengenya. Hili ni jambo la kwanza ambalo kwamba lau atakwenda kujipamba nayo mja, basi atajulikana ya kwamba huyu amemtaka toba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suala ni kwamba je, ulimi wetu tumeweza kuzuia kutokamana na mambo haya? Basi ikiwa hatujazuia ulimi wetu kutokamana na maneno kama haya, bado hatujarejea kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile ulama wakatuambia jambo la pili, alla yura fi qalbihi hasadan wala adawatan li ahadin minan nasi, ni kwamba mtu kama huyu isionekane katika moyo wake hasada aina yoyote. Na kama tulivyoelezeana katika masiku yaliyopita, magonjwa makubwa ya moyo ni hasad. Sasa mtu kujulikana ya kwamba ametaka toba kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba isionekane ndani ya moyo wake hasad aina yoyote, wala adawatan li ahadin minan nas, wala isionekane katika moyo wake uadui aina yoyote kwa mtu yoyote. Yani uepushe moyo wako kutokamana na mambo kama haya ya hasad na kuwa na chuki na ndugu yako Muislamu, basi pale ndipo ambapo kwamba utajulikana ya kwamba umemtaka tauba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama jambo jingine ambapo kwamba maulama wanatuambia na kutufahamisha ya kwamba mtu atajulikana kwamba ametubia ni kwamba atake ajute kwa yale ambayo kwamba ameyafanya, ayakuna nadiman ala dhambi, ni kwamba
awe ni mwenye kujutia kwa yale madhambi ambayo kwamba ameyafanya, kwa sababu hata Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi anatuambia an-nadamu taubatu, kule kujuta tu kwa yale makosa ambayo kwamba umefanya basi ni tauba tosha. Yani wewe umemkosea, mathalan umemkosea Mola Subhanahu wa Ta'ala, lakini baadaye ukakaa peke yako ukajuta kwa nini nimefanya hili na wakati ninakosa, basi hiyo tayari ni tauba. Sasa ni kwamba uonekane ama ipatikane jambo kama hili ya kwamba wewe ni mwenye kujutia kwa lile dhambi ambao kwamba umefanya, na vile vile wa mustaghfiran lima sabaqa min adh-dhunubi au min dhunubi, yani vile vile uwe ni mwenye kutaka istighfari kwa yale ambao kwamba yametangulia kutokamana na madhambi yako, ukataka istighfar, ukaregesha istighfari kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa yale ambao kwamba umemkosea. Vile vile wa mujtahidan fi ta'ati rabbih, na awe mtu kama huyu ni mwenye kujitahidi katika taa ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa pale ambapo kwamba yatapatikana mambo kama haya kwa mja, yatajulikana ya kwamba mtu kama huyu amemtaka tauba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pamoja na kwamba tutakiwa sisi hasa katika kumbi kama hili kumtaka tauba Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtaka istighfari Mola Subhanahu wa Ta'ala, basi yatakikana kwetu sisi ya kwamba tufahamu kuna jambo muhimu sana kabla ya sisi kumtaka Mola Subhanahu wa Ta'ala istighfar, nayo ni kusameheana baina yetu sisi kwa sisi. Kwa sababu lau mja hata imekuja katika hadithi ya kwamba yaweza kwamba uje mwezi wa Ramadhani na umalizike, sasa pale ambapo kwamba amal kama hii itakwenda kupandishwa, basi kuna Ramadhani ambapo kwamba itakuwa inarewa kati ya mbingu na ardhi hapa katikati. Na sababu kubwa ni kwamba anaochuki na ndugu yake, ameteta na ndugu yake, sasa mpaka asameheane na ndugu yake Muislamu, ndio Ramadhani kama ile itaweza kupandishwa mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Pia hili ni jambo la muhimu, yatakikana kwetu sisi kufahamu. Yatakikana tusameheane baina yetu sisi kwa sisi, ndio tena tumtake istighfari Mola Subhanahu wa Ta'ala, ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kukubali istighfari zetu. Mpaka hapa atakoma. Mola Subhanahu wa Ta'ala atusamehe madhambi yetu, asamehe madhambi ya wazazi wetu waliotangulia, na vile vile asitutoe katika mwezi kama huu isipokuwa ametusamehe madhambi yetu. Mpaka hapa atakoma. Mola Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu. Assalamu alaykum. Alhamdulillah wa thana'u lillah.